watu wa dunia wanajua siri ni kutoa. Wanapotoa ile kidogo wako nayo, Mungu anawazindishia neema ya mambo yao yanaendelea kunawili zaidi. Unapata mtu anachukua mtoto wa maskini na anamsomesha bila kuhesabu gharama. Unasikia kampuni kama ya Equity iko na watoto 10 inawasomesha bure. Safaricom iko na watoto 10 inawasomesha bure. Angalia, yeye ni kutoa. Wanatoa, umesimamia mtoto gharama yote na si wako. Hamuna uko, unamsomesha ajisaidie. Unaona hiyo kampuni inaendelea kuvuna aje? Inasonga tu na mbele. Lakini sisi ambao Mungu ametufungua macho, hata ile kidogo, hata ile kujinyima usukume kazi ya Mungu inakulemea. Sasa milango kufunguka inakuwa ni ngumu. Ndio maana nikahubiri wengi wa sababu ya kutokumjua Mungu wameshikana wanasiasa. Na wanasiasa wanajua katika kutoa sisi tunaendelea tu na kubarikiwa. Hawafungi mifuko, wanatoa na baraka zinaenda kwao. Wanapata viti tu. Wakiitwa hivi kwa hizo kwa harambee, unasikia mwanasiasa anatamka niweke milioni 2, weke 1500. Na yeye tenda zinaendelea kufunguka. Baraka zinaandamana na mfuko yake bila anatoa. Watu wajue siri ni kumtolea Mungu. Katika kumtolea Mungu ndivyo utaanza kuchukia dhambi. Roho yako itaanza kuwa na machungu na dhambi, na utasivia kukalia utakatifu, na katika kudumisha utakatifu njia zako zitanyoka hivi na Mungu ataambatana na wewe. Ndio maana Matendo ya Mitume 20 kuanzia 35 nasemaje tena? Nasema katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Ndio. Na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa na hiyo ni watu wanakumbushwa Matendo ya Mitume. Ni neno watu wanakumbushwa. Ile inasema Matendo ya Mitume 20 kuanzia 35. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa kama Paulo anakumbusha watu ambao walikuwa wameokoka kama sisi, watu wanaambushwa, kumbukeni vile Yesu hata yeye akiwa katika mwili aliongea. Kumbukeni hata maneno yake. Kumbukeni maneno alitabiria umati, ni heri kutoa kuliko anayepokea. Watu wengi hupenda kupewa, lakini hawapendi vingi kufanya nini? Kutoa. Yaani wewe ndio unataka Mungu akubariki, lakini wewe kubariki mwingine asikia ngumu. Lakini unataka ubariki? Yaani wewe baba Besho unataka Mungu akubariki, biashara iende kabisa, mambo yako ufanye makubwa, lakini wewe kutoa kikapu ubariki mwingine unasikia ngumu. Yaani wewe kutokelezea mama mzazi umwambie mama, kwa ghafla unaendeleaje bwana, chukua 2000. Unasikia umevinyika sana. Yaani unaona hiyo ni hasara. Kusaidia hata mzazi amekuzaa, kumtokeleza umfanyie kitu kwa ghafla roho yake ifurahie, unaona ni hasara. Lakini mambo yako unataka Mungu afanye nini? Akubariki, yaende mbele. Kuna kitu utakiona wewe. Taishi kuona wengine wakiendelea, yako yakiwa umekwama hivi. Na ni wewe umejifungia baraka. Hautaki kufungua njia, Mungu akushike mkono, nataka kusimamia hapo. Na ukitoa siku moja unasema, nilitoa, hautaki tena. Ukitoa siku moja unasema, mimi nilishatoa, hauoni haya. Mungu anasema tusichoke. Tusichoke na kutoa. Tusichoke na kutoa. Tutoeni bila kuhesabu gharama. Toa bila kuhesabu gharama. Toeni bila kuhesabu gharama. Tusichoke na kutoa. Toa bila kuhesabu gharama. Na wewe utaona mkono wake. Ibrahimu kama angehesabu gharama ya kutoa, angetoa Isaka. Angekuwa tayari kutoa sadaka Isaka. Alikuwa tayari kumdunga hivi.
lakini Mungu akapendezwa moyo wake sana. Watu watoe bila kuhesabu gharama, na yeye Mungu atajifunua kwa maisha yetu. Tusione ungumu kumtolea Mungu. Fungueni milango ya baraka, fungueni milango ya maisha yenu, fungueni milango. Watu anzeni kufungua milango. Mama Peshi, anza kufungua milango katika maisha yako mazuri, katika kumtoleanga Mungu kile kidogo anakuwezesha kuwa nacho. Anza kufungua milango. Watu anzeni kufungueni milango sasa. Napata kwa nini nyumba ina maendeleo? Kwa nini hatuendelei? Tumeshajifungia, tunaona ungumu kutoa hata ile kidogo Mungu ametupea. Tunaona ungumu, tunaona tukipata mingi ndio tutamtolea. Na yeye Mungu angoji hiyo, anaangalia kidogo. Naangalia kidogo uko nao unatoa aje. Kama aka kadogo unamtolea, hata mingi ukipata utamtolea zaidi. Tuanzeni kufungua milango ya baraka. Tuanzeni kufungua milango ya kubarikiwa, hata ya kuinuka, hata kanisa ionekane sasa ikiinuka. Mungu aletangi neno ambao anaona tumekamilika pale. Mungu ufunulia kanisa neno ambao anaona watu wake wamekwama. Watu hawa wamelemewa, hawajaelewa ni wapi shetani anawafungia. Kanisa imefungwa, kumtolea Mungu inaona ni hasara. Lakini haitupasi tuendelee kuwa hivyo. Imetupasa tuombe sasa Mungu afungue milango, ili na sisi tuanze baraka za Mungu zianze kumiminika. Kwa sababu gani? Wakati tumeanza kumtolea Mungu, naye Mungu atafungua njia ya kubarikiwa katika maisha yetu. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu wapendwa. Haya maneno mnayashika vizuri. Bahasha hizi hazifai kuwa zinakatwa. Hii bahasha tulinunua nini tena bana? Hii bahasha nadhani nilinunua mwaka gani? Na hizi hii ni angizo kutoka kwa Mungu. Nani alifunuliwa kwanza? Ni wewe. Wewe ndio uliniambia umefunuliwa. Na wewe mwenyewe unatoanga kweli? Hata wewe mwenyewe neno umezingatia? Hata wewe mwenyewe neno umefunuliwa, umezingatia kweli? Na Mungu hahitaji hata mingi, hahitaji maelfu. Ni wewe ndani ya kazi yako unafanya kazi. Unapata nini? Kazi yenye unafanya ama yenye umeandikiwa, tafuta kitu weke tu kwa bahasha. Iko anafurahia na hiyo. Tafuta. Yaani watu hii mnacheza bana. Shetani atawamaliza wapendwa bana. Shetani hana huruma na mwanadamu atii sauti ya Mungu. Shetani hana huruma na mwanadamu atii sauti ya Muumba wake. Uwa kazi yake ni kufanya roho yake ikuwe ngumu, ndiye amwangamiza akateketee na jehanamu. Wewe mwenyewe ndio uliamka hapo ukasema bwana wapendwa, hata nimefunuliwa. Sasa niliona tuko tunatoa sadaka, tena nikaona Mungu anatufunulia. Sasa hivi tunatoa sadaka, tena tutakuwa tunamtolea fungu ya 10. Tunatoa sadaka, hata tunatoa fungu ya 10. Bwana anaona sasa vikapu inaendelea kuendelea, sasa kazi mzigo inaongezeka. Akaniambia mimi nimefunuliwa. Nimeona tunatoa sadaka, nikaona hata mpaka fungu ya 10 tutakuwa tunatoa. Haya basi mimi nikajua basi. Wewe mwenyewe sasa ndio umekuja na maneno. Sasa hiyo maneno unavaa kuwa umeazalisha, unashuhudia matunda yake. Sasa unavaa kuwa unatoa ushuhuda unasema tangu nianze kutoanga kitu kwa kazi ya mikono yangu, tangu nianze kumtolea Mungu, kuna chenye nimeona Mungu, kuna mabadiliko nimeanza kuyaona. Kuna mabadiliko nimeanza kuyaona. Mimi nimehubiria watu wengi sana hapa nje. Watu wanakuambia biashara yangu imekwama. Mtu anakuambia napika chakula suuzi. Mtu anakuambia hakuna kazi. Na hakuna siku kazi itakuwa. Kama we mwenyewe unafanikiwa na utolei Mungu, hiyo kazi, hiyo milango itafungukaje ya kazi? Ikiwa kumtolea Mungu unaona ungumu. Wewe unaona kutoa chama 1000 hiyo ina ungumu. Kulipa chama 500 usikie ngumu, kwa sababu ni saving yako utapata pale mbele. Lakini kwenda kanisani uchukue bahasha uweke 500 ama 200 ama 100, unaona yeye ni hasara. Umesaidia huo mtumishi sana. Unaona hiyo ndamsaidia sana. Hivyo unavyowaza, Mungu anawaza zaidi ya wewe. Hivyo unavyofikiria, anakuona zaidi. Na hivyo ndivyo mambo kwako inazidi kuwa magumu.